رب العالمين القائل في محكم كتابه العزيز: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أحمده سبحانه الذي عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. فاتقوا الله يا عباد الله. ndugu zangu waislam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa ndugu zangu waislam, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa unyenyekevu kwa wale ndugu zetu wote ambao ni wagonjwa, ambao wako ndani ya nchi na walio nje ya nchi, na wale walio majumbani na wengine wako mahospitalini wamelazwa, na wengine wamejikusuru kuja kuswali swala ya Ijumaa. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ufalme wake na ukubwa wake na rehema zake awajalie shifa na iwe kwao ni maghfira. Na wale ndugu zetu ambao kazi zao haziendei vizuri, matatizo yamekuwa ni mengi, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awafungulie kila palipofungika na awafanyie wepesi katika kazi zao. Ama khutba yetu ya leo ndugu zangu wa Islam, tutakumbushana maudhui ambao ni pana, lakini tutaizungumzia kwa mukhtasari kabisa. Unwani yake inasema kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ama khofu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khawfu min Allah. Enyi ndugu zangu wa Islam, wanachuoni wanatuambia kwamba hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala inapoondoka katika moyo wa mwanadamu, hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala inapokosekana katika moyo, basi matukio yake ni makubwa. Kwanza kabisa, moyo huo adlamat, utagubikwa na kiza, wal billah. Pili, thumma qasat fatahajjarat, moyo huo utakuwa mgumu tena kama mwamba, na moyo huo huenda ikawa ni kikwazo, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa. Utakuwa moyo huo ni mgumu kama jiwe au zaidi ya jiwe. Itakapofikia hali kama hiyo,
ndugu zangu waislamu, basi mja kama huyo anapambaukiwa kuwa yeye si mwenye kuyakubali mawaidha wala kuathirika na khutba, bali atabakia kuwa yeye si mwenye kunufaika na yale yaliyo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, illa man rahim. Moyo ukishakuwa mgumu, moyo ukishakuwa kama jiwe, basi hakuna kitakachokuwa kinaingia. Enyi ndugu zangu waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Az-Zumar, aya maarufu ambayo nyote mnaijua. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, afaman shara'a Allahu lilislam, afaman shara'a Allahu sadrahu lilislam, je, yule mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia kifua chake akawa ni mwenye kuukubali Uislamu na kuufuata Uislamu, fahuwa ala nurin min rabbih, akawa katika nuru inayotoka kwa Mola wake. Je, mtu huyu anaweza kuwa sawa sawa na yule mtu ambaye moyo wake ni mgumu, asomkumbuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? La yastawun, ni kwamba hawawezi kabisa kuwa sawa. Ndio Allah akasema, fawailun lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah, adhabu kali itawathubutukia wale wote ambao nyoyo zao zimekuwa ni ngumu, wasokubali mawaidha yasiyolainisha nyoyo zao, wao wakawa hawamkumbuki Allah azza wa jalla. Allah anasema, ulaika fi dhalalin mubin, hao hawana sifa nyingine isipokuwa ni watu ambao wako katika upotevu wa wazi wazi kabisa. Enyi ndugu zangu waislamu, kuwa na hofu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, amruhu adhimun, jambo lake ni kubwa, wa manzilatu aliyah, na daraja yake ni kubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio wanachuoni wakasema, hakuna mtu yeyote yule ambaye anayekiogopa kitu isipokuwa mtu huyo hukukimbia kile kitu. Sijui kama mnanifahamu, yani kuogopa kitu, wewe unakuwa ni mwenye kukikimbia kwa hatari ya kile kitu ambacho umekiona. Walakin wale watu wanaomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kinyume chake, wao wanakuwa ni wenye kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila aliye na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akasema Allah azza wa jalla, fafirru ila Allah, basi kimbilieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa matatizo yenu yote na kwa yale yote mnayoyahitajia. Enyi ndugu zangu waislamu, kuweni na bishara katika kila khairi ambayo mnayoifanya. Hili ni jambo la kwanza. Pili, kuweni na matumaini, enyi ndugu zangu waislamu, kwa yale yanayopatikana mbele ya Allah azza wa jalla, kwani kule kuogopa kwenu au kuwa na hofu kwenu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni moja ya sababu ya nyinyi kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alkhawfu min Allah, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa na hofu kwa ajili ya Allah azza wa jalla, sababun limaghfirati adh-dhunubi, ni sababu ya nyinyi kusamehewa madhambi yenu, bali wa husulil ajri min allamil ghuyubi, na kupata ujira mkubwa kutoka kwa Mola ambaye ni mwenye kujua mambo yaliyofichikana. Kutokana na haya, tunapokuja katika suratul Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini? Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, hakika ya wale ambao wanao muogopa Mola wao ilhali ya kuwa hawamuoni. Yani mtu yuko katika dhahiri anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na
akiwa wakati wa siri yake anakuwa na hofu, yani anakuwa na hofu, anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ilhali ya kuwa yeye hamuoni Allah, lakini Allah anamuona yeye. Sasa Allah anasema lahum maghfiratun, hao watapata msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ajrun kabir, na ujira ulio mkubwa kabisa. Ukija katika suratul Rahman, sura iliyo na mawaidha mengi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema waliman khafa maqama rabbih jannatan, yule anayeogopa kwenda kusimamishwa mbele ya Mola wake kwa ajili ya hukumu ya mambo yasiyokuwa mazuri, basi huyo atapata mabustani mawili. Kule kumuogopa kwako Allah azza wa jalla, ukaogopa kesho kwenda kusimamishwa mbele yake, basi Allah atakulipa wewe mabustani mawili. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa amma man khafa maqama rabbih, ama yule ambaye atakayekuwa na uoga wa kwenda kusimama mbele ya Mola wake siku ya kiyama, wa nahan nafsa anil hawa, akawa ni mwenye kuizuia nafsi yake na matamanio ambayo ni maovu, Allah anasema fa innal jannata hiya almawa, hii ndiyo ajrun kabir, hakika makao yake yatakuwa ni katika janna. Enyi ndugu zangu Waislamu, tuje katika hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo imepokelewa na Abu Dawud wa Ahmad wa Nasa'i rahimahumullah, kutoka kwa sahaba maarufu Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, sahaba huyu anasema amemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema nini Rasulullah? Akisema ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si shadhiyatin bijabal, ana mstaajabia Mola wenu mchunga mbuzi ambaye alikuwa amefika katika kilele cha mlima. Vipi Allah anamstaajabia mtu huyo? Anasema mtume alayhi salatu wassalam yuadhinu bis-salati wa yusalli, mtu huyo akiwa peke yake kichakani juu ya mlima anaadhini kwa ajili ya sala, kisha anaswali. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla anasema kuwaambia malaika wake undhuru ila abdi hadha, mtazameni mja wangu huyu enyi malaika wangu, yuadhinu wa yuqimu salata yakhafu minni, anaadhini kisha anakimu sala, yote ni kwa sababu ya nini? Ananiogopa mimi. Enyi ndugu zangu Waislamu, mtume alayhi salatu wassalam anamalizia kwa kusema, Allah anasema faqad ghafartu liibadi, basi shuhudieni ya kwamba nimemsamehe mja wangu huyu, wa adkhaltuhu aljanna, na nimuingiza peponi, kwa sababu ya kufanya ibada hali ya kuwa yeye anamuogopa Allah. Hakufanya kwa sababu ya riya, yakhafu Allah, anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kutokana na haya ndugu zangu Waislamu, kuweni na bishara njema enyi Waislamu, kutokana na hofu mlionayo ya kusalimika na moto siku ya kiyama. Hili ni jambo la kwanza. Pili, kuweni na bishara njema enyi Waislamu, kutokana na hofu mlionayo kwa ajili ya Allah, mtapata daraja kubwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Tatu, kuweni na bishara kubwa enyi ndugu zangu Waislamu, kwa hofu yenu kwa ajili ya Allah mlionayo, kwamba nyinyi mtakuwa ni wenye kufinikwa katika kivuli cha arshi yake subhanahu wa ta'ala. Sikilizeni hadithi hii iliyopokewa na al-Imam Tirmidhi rahimahullah, kutoka kwa sahaba maarufu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Asema Ibn Abbas, nimemsikia mtume alayhi salatu wassalam akisema nini ya Rasulullah? Akisema ainani la tamassuhuma an-naru, macho sampuli mbili, aina ya macho sampuli mbili hayatoguswa na moto kabisa.
Tunamuomba Allah tujalie tuwe na sifa ya macho hayo ambayo tutayazungumza. Jicho la kwanza, akasema Mtume alayhi salatu wassalam, ainun bakat min khashyati Allah. Jicho la kwanza ambalo halitoguswa na moto ni jicho ambalo linalia kwa ajili ya kumwogopa Allah azza wa jalla. Wanalia kwa sababu ya matatizo na hawana wa kumlilia isipokuwa ni Allah. Leo ndugu zetu wa Palestina, machozi ya kina mama yanatiririka, machozi ya kina baba yanatiririka, watoto machozi yao yanatiririka, wanaangushiwa mabomu, wanakufa mchana na usiku. Ndugu zangu Waislamu, yale machozi hayatakwenda bure, hawataguswa na moto, na iko siku Allah atalipa. Pili, wa ainun batat ta'rusu fi sabilillah. Na jicho la pili ambalo halitaguswa na moto, enyi ndugu zangu Waislamu, ni jicho ambalo lililokesha usiku kucha kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo jicho halitaadhibiwa na Allah. Wakati hali ni kama hiyo, kuna watu ambao dunia hii ndugu zangu Waislamu, macho yao yanakuwa wazi usiku kucha, hawali bali wanafurahia maovu walionayo. Kuna wale wanafurahia kucheza singeli, sijui kama mnaijua singeli, ngoma maarufu ya nchi jirani hapa. Kuna wale wanafurahia usiku wao kwa kucheza rumba. Rumba hakuna asiyejua, na kama huijui ushasikia, maadamu unapanda matatu unajua rumba ni kitu gani. Kuna wengine wanalia kwa sababu wameachwa na vimada wao, ameachwa hajalia hata siku moja kwa ajili ya Allah, lakini analia kwa sababu nimewachwa na mpenzi wangu. Enyi ndugu zangu Waislamu, jueni ya kwamba Mtume anatuhakikishia macho sampuli mbili hayataguswa na moto kabisa: jicho linalolia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na jicho linalokesha usiku kucha kwa ajili ya kutaka radhi za Allah. Hadithi nyingine maarufu ndugu zangu Waislamu, iliyopokewa na al-Imam Bukhari wa Muslim, asema sahaba Abu Huraira, hadithi hii maarufu kila mmoja anaijua. Asema Abu Huraira amemsikia Mtume alayhi salatu wassalam akisema, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillihi. Watu wa aina saba watakuwa ni wenye kufinikwa na kivuli cha arshi yake Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo itakuwa hakuna kivuli isipokuwa kivuli hicho. Watu wa aina saba hawa ndugu zangu Waislamu, haitoshi kuwataja katika mimbari hii, lakini nataka niwatajie au niwakumbushe watu watatu. Wa kwanza kabisa katika hao, wa rajulun da'athu imra'atun ذات منصب وجمال فقال inni akhafu Allah. Yani mtu ambaye ameitwa na mwanamke ambaye mwenye cheo na mali, tena chuma kweli kweli mzuri, akamuita, wewe ukitaka V8 nitakupa, ukitaka flat nitakupa, ukitaka aina yoyote ya mavazi nitakununulia, lakini kwa sharti njoo ufanye na mimi kitendo cha uzinifu. Faqala inni akhafu Allah. Mtu kama huyu akasema, mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo si ati kwa wanawake kuwaita wanaume kufanya nao kitendo cha uzinifu wawatajirishe, bali hata kuna wanaume ambao wanavuta watoto wadogo ili wapate kuwaharibu na kuwatajirisha. Mtu wa pili ambaye atakuwa chini ya kivuli, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalahu ma tunfiqu yaminu. Mtu ambaye ametoa sadaka yake kwa mkono wake wa kulia, akaificha sadaka hiyo kiasi kwamba mkono wa kushoto usijue mkono wa kulia umetoa nini. Kwa maana wale watu wanaotoa mali zao kisha wasiwe ni wenye kuwaumbua na kuwaaibisha wale waliowasaidia, hao watakuwa chini ya arshi yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na nasikia
kwamba watu wamejitolea, ndugu zangu waislamu, wakafanya mchango wao kwa ajili ya Allah takriban 500,000 na ili kwenda kuwasaidia wale walioko kule Palestina. Ujira wenu huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ujira wenu ni mkubwa ndugu zangu waislamu, bali kila anayesikia khutba hii ajue Allah subhanahu wa ta'ala hatomwacha. Ya tatu ambayo ni katika wale saba, Allah Mtume alayhi salatu wasalam akasema ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, ni mtu ambaye amemkumbuka Mola wake akiwa katika sehemu yake ya faragha, akakumbuka ukubwa wa Allah, akakumbuka madhambi aliyomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, fafadhat aina, mwisho machozi yake yakawa ni yenye kutiririka. Enyi ndugu zangu waislam, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni wenye sifa kama hizi. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, enyi ndugu zangu Islam, kadiri ya mja anavyo kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo anavyozidi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila unapokuwa karibu na Allah na ndivyo ambavyo unavyozidi wewe kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo sababu Allah azza wa jalla akawasifu malaika, amewasifu malaika. Ukifungua katika suratul Nahl, Allah azza wa jalla anaanza aya kwa kusema walillahi yasjudu ma fi samawati, na viumbe vyote ni vyenye kumsujudia Allah azza wa jalla, vilivyoko juu mbinguni, wa ma fil ardi, na vyote vilivyomo juu ya ardhi hii, min dabbatin, miongoni mwa hao ni vile vinavyotembea na kutambaa katika ardhi hii, vinginevyo ni wadudu na wanyama na wakiwemo binadamu, wote ni wenye kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu, Allah anasema na malaika wake nao pia wanamsujudia Allah, wa hum la yastakbirun, na wao hawafanyi kiburi. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, wao wanamuogopa Mola wao aliye juu, wayafaluna ma yu'marun, na wanafanya yale ambayo wameamrishwa. Hili ni jambo la kwanza. La pili, Allah akawasifu manabii wake. Amewasifu vipi? alladhina yuballighuna risalati Allah, hao ni wale ambao waliokuwa wanafikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na katika kufikisha kwao ujumbe la yakhshawna ahadan illa Allah, hawamuogopi yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakafa billahi hasiba, na Allah anatosha kuwa yeye ana uwezo wa kuwahisabu waja wake kwa matendo yote wanaoyafanya. Enyi ndugu zangu Islam, siri ya hofu kwa ajili ya Allah ni wapeni siri hii. Wanasema wanachuoni, wal khawfu min Allah, khawfu kwa ajili ya Allah ndiyo ambayo manaa ibnu adama an yaktula akha, ndiyo iliyomzuia mwana wa Adamu kutomuua nduguye. Sote tunajua Kabila aliingiwa na uhasidi, akaingiwa na uadui mkubwa na nduguye Habil. Akamwambia ndugu yake, maadamu sadaka yangu haijapokelewa, la aqtulannak, nitakuua. Subhanallah, ndugu hawa, na hata leo huenda yakatokea. Kwa hivyo linapotokea, mche Allah, jenga undugu na ndugu yako, msifikie kuwekeana uadui na uhasidi mpaka mkafikia kuuana. Alijibu nini Habil? Alisema, la in basatta ilayya yadaka litaktulani, pindi ukinyoosha mkono wako kwangu mimi
ili kutaka kuniua, ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak, mimi sitonyoosha mkono wangu kujaribu kukuua wewe. Kwa nini siwezi kunyoosha mkono wangu kukuua wewe ndugu yangu? Akajibu, inni akhafu Allah rabbul alamin, kwa sababu ya kumwogopa Mola wa walimwengu wote. Enyi ndugu zangu Waislamu, nimalizia khutba hii kwa kuwaambia hofu kwa ajili ya Allah simatil mu'minin, ndiyo alama ya waumini. Waumini wote ni wajib, ni lazima tuwe na hofu juu ya Allah azza wa jalla. Pili ni sifatil muttaqin, ni sifa ya wale ambao ni wacha Mungu. Tatu, hofu ya Allah ndiyo njia ya pekee yake ambayo itafanya mtu aweze kupata khairi kesho mbele siku ya kiyama. Na miongoni mwa matunda makubwa ya hofu kwa ajili ya Allah ndugu zangu Waislamu ni kwamba hofu inapelekea watu kutawalishwa, kupata nguvu na kuutawala huu ulimwengu. Bali hofu ya Allah inapelekea watu kuwa na ziada ya imani na utulivu katika nyoyo zao. Aya niliyoikusudia iko katika suratu Ibrahim. Sura hii sura kubwa kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anatupa habari ya mitume wale waliopita, vipi walivyopigwa vita wao na wafuasi wao. Ilikuwaje? Allah anasema, waqala alladhina kafaru, na walisema wale waliokufuru, lirusulihim, kuambia mitume wao, lanukhrijannakum min ardina, tutawatoa nyinyi katika ardhi yetu. Kisa nini? Kisa ni la ilaha illa Allah. Kisa nini? Kisa ni kuihubiri tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ati wale makafiri wakasema kwamba sisi tutawatoa katika hii ardhi. Na leo ndio wale wafuasi wa sheitani katika ulimwengu huu wamesimama kuvamia nchi zisizokuwa na hatia kama Israel, kusema kwamba wa Palestina hawafai kukaa pale. Lanukhrijannakum min ardina au la ta'udunna fi millatina. Wanaambiwa mitume ati tutawatoa katika nchi au murudi katika mila yetu sisi ambayo ya kumshirikisha Allah. Nini kilitokea? Faauha ilaihim rabbuhum, Allah azza wa jalla akateremsha wahi kwa mitume wake, akawaambia musibabaike, musiwe na wasiwasi, lanuhlikanna adh-dhalimin, hivi karibuni tutawaangamiza wale wote ambao ni madhalimu. Kisha kipi kitatokea? Wala nuskinannakumul ardha min ba'dihim, kisha tutawafanya nyinyi mukae vizuri, muitawale ardhi baada ya kuondoka hawa madhalimu. Dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id, na hilo litapatikana kwa wale watu ambao wanao muogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuogopa maonyo yao. Ndugu zangu Waislamu, wakati umekwisha, lakini jueni ya kwamba haya yote yanayotokea katika ulimwengu huu Allah ameshayataja katika vitabu vilivyopita na katika lauhun mahfudh, kama alivyosema, walakad katabna fi zabur, bila shaka tumekwisha andika katika Zaburi, min ba'di dhikri, baada ya kuandikwa katika lauhun mahfudh, anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun, kwamba ardhi hii watakaoirithi ni wale watu ambao ni wema. Allahumma ij'alna min as-salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، احزمهم وانصرنا عليهم. اللهم احص الظالمين والمعتدين عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا.
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم التف بنا فيما جرت بالمقادير وهون علينا كل عسير، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.